Blaza, lakini huyu ni mwanamke wangu. Kwa hiyo kama mkeo anakusaidia nini? Tafepa baba. Wewe mwanangu boya sana. Yaani sikutegemea kama utakuwa boya kiasi hichi. Ona sasa mwanamke anakukataa mbele za watu, mbele yangu. Bado unaendelea kuforce. Unaforce nini mzee? Jikatae. Acha shobo. Shobo sio nzuri mwanangu. Hapo demu mwenyewe anakataa na kupenda. Wewe jikatae. Asante. Tafadhali mpenzi wangu, naomba tuweze kurudi nyumbani. Oa babu. Chiwa na nini? Oa mzee, usichukulie baridi. Na watu kukufanya kitu chochote. Yaani unapokuja kumkuta mwanaume kakaa na mpenzi wake, usisubutu kunyanyua mdomo wako kuongea kitu chochote. Afu wewe bado mtoto mdogo tu. Malaya kiume. Kiukweli leo umejitahidi kuonesha wanaume wako. Leo umekumutu. Kwa hiyo umefurahi kabisa mimi nilipopigwa. Hivi kuna kitu gani ambacho nimekukosea? Umejitahidi sana kuonesha wanaume wako. Nimependa. Unaenda wapi sasa?
Zagalo. 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 Kaka, ndugu wangu mimi jamani, kimemkuta nini? Zagalo, amka. Zagalo. Zagalo. Waza. Vipi babu? Naona unyama mwingi wao. Bila kuchoka. Tita wao. Oya mwanangu. Unajua wewe alikupa jina kwanza la sijui West sijui. Kwanza kakukosea mwanangu. Unajua kwa sababu gani? Yaani ukitaka kuangalia West Life wale wa Ulaya wale, hamna waliochangamka hata mmoja. Hata wakiimba nyimbo zao yani ni madavidavi tu. Ushaelewa? Niambie sasa. Mwanangu kinachokusumbua ni maana una miwazo kibao. Hamna, mimi niko kawaida tu. Uko kawaida? Oya, sikiza kwa kitu. Mimi najua design kwamba hakuna kitu kingine kinachokusumbua zaidi ya mapenzi yani. Mwanangu mapenzi yanakutesa, alafu utakuja kufa kwa ajili ya mapenzi yani. Shaelewa? Hivyo vitu hivyo. Unajua mimi kuna siku moja yani natoka zangu mtaani yani kwa mwanangu kupiga madude yangu. Ushaelewa? Nikasema mdau zangu ngoja nende nikapoe geto na mama mtu. Nafika zangu magetoni. Wangu namkuta na mama mtu yuko na kidali. So kidali kusema kwamba kidali cha kwenda. Mimi mwenye mwamba. Mzee design kwamba namkuta yani uko naye ndani yani. Afu mama mtu yuko na kanga moja. Nikasema wewe katimba. Ushaelewa? Nilichokifanya mzee nikamata kamba kwanza nikalifunga jitu lenyewe. Nilifunga kamba tayari. Nikatulia zangu pembeni. Stone kachukua kitu. Nikawasha. Alafu nikamwambia tupande juu. Tukaangalie movie. Kilichotokea mwenyewe amenyoosha mikono juu yani. Design kwamba sasa mazingira usiku yani mama mtu anachukulia poa yani. Amechukulia kwamba mazingira ni fresh. Ananichukulia mimi kama vile namba D fresh ameniweza. Amenichukulia mimi kama mtu akuja. Alafu mimi sio mtu akuja. Au mwenyewe unaelewa yani. Titani ile bila kuchoka yani. Ushaelewa? Kimazingira mwanangu mama mtu yani anachukulia tena anajifanya kama atakunipetipeti. Kachomoa bisibisi. Kamweka kweli bisibisi. Piga mabisibisi kwenye makalio, piga mabisibisi kwenye mapaja. Huyo hapo sasa hivi kanyooka. Nikizungumza kitu yani anaelewa yani. Afu hizo mimi naishi naye kibampani yani fresh bila kuchoka. Afu sikiza ngombe kitu sasa. Tena hiyo sikilize kwa makini mwanangu. Sikilize kwa makini baba. Wakati natoka zangu magetoni. Yani mtaani kwangu mimi. Nakatiza hivi kwenye kichochoro hivi. Sio napita geto kwa hopa. Namkuta ndichi yako anaingia geto kwa hopa. Na tabasamu la kutosha. Live kabisa nimeona kwa macho yangu afu mzee mibusu.
Nasema kashaliwa. Waiga sio nasema ukiona manyoya ndo kashaliwa. Yaani ndo pale kashaliwa. Oya kama unakuwa na mpigo kama hizo hapo sema mzee tukupeleke mzee huko ukakae mkoleni yani. Alafu tupige mkidiki kama kawaida watu turuke. Si unaelewa? Kaufikiri babu. Mali yako unaliwa. Afu ufala. Wewe umama. Wewe vipi? Sasa mimi nataka nikae na mtu namba. Si umeelewa? Nikiongea kauli moja hizo tunamaliza. Vipi tena? Mbona una panic? Nikaanza kubebeli kwanza mimi. Piga zangu mistari fulani hivi. Tunda alidondoki mbali mtini, una sifa zaidi ya 10, vicheche kapuni, kifua chako kipana napenda Wewe Asunte kwa hiyo ndo salamu babu. Salamu haifai kwa mpumbavu zaidi ya kumpa kiburi na nguvu za kujiona ana maarifa kuliko watu wengine wote. Nimemfuata Asunta, sijafuata salamu. Niambie Asunta iko wapi? Nikatae basi kama hujapata salamu. Wewe mshamba ni? Unanitolea mke wangu ndani unitolee. Alafu usimuite mke wangu. Watako tunajua yule ni kidege John. Wewe dem gani kila mtu anafunua babu? Wewe vipi wewe mzee wa kazi? Alafu mbona unamngangania demu anayemngangania maboja? Nisikilize kijana. Nimemfuata mke wangu, naomba unitolee huko ndani. Oya, usinitishe, usiniletee pigo za kifara huko. Unanipimbia kama sikuelewi. Usiniletee habari za kichizi, mimi mwenyewe chizi unajua nimeshavurugwa. Wewe chizi eh? Sasa mimi nitakuonyesha chizi nilikuwa nao. Fala. Nasemaje? Basi. Utanitolea mke wangu ndani unitolee. Basi. Naomba unitolee mke wangu ndani. Sasa kisu cha nini ndugu yangu, nataka tuwane kitu kidogo, nitakufanya uwe mfupi kijana. Demu wako yuko ndani na mshikaji. Nakuuliza. Unajua chungo mwanamke wewe? Unajua chungo mwanamke? Nakuuliza. Unajua chungo mwanamke wewe? Leo hii mimi na wewe tunaenda kuangalia movie juu. Hata kwa kisu chako huwezi kuniachia.
Mjumbe, bora tumekutana, mguu wako na wangu mpaka kwa Matotola. Kawaida waungwana mkikutana lazima msalimiane kwanza. Shikamoo. Marahaba. Hujambo? Sijambo. Haya, leta habari zako kwa mjumbe wako hapa. Mjumbe, Matotola amefika mbali sana, anadiriki kumloga di mdogo wangu kama Zahma. Acha liwa unaliwe, acha dhana. Haya mambo yanatakiwa yatizamwe kwanza kwenye uchunguzi. Unaweza kuwa na ukahisi mambo sio kabisa. Kwani matatizo yenu hamjamaliza bado? Yaani sidhani kama ugomvi utaisha. Usichukulie hivyo, lazima uwe na uhakika wa mambo haya. Unataka uhakika gani? Alipofikia mjomba anadiriki hadi kumloga mimi ndugu yangu. Ndugu yangu haongei, hatikisiki, afanye kitu chochote. Hapo unaniambia tuchunguze kitu gani? Sasa nakushauri uwe mtulivu. Mimi nitakuja huko kwa Matotola. Sikiliza, serikali haijui masuala ya uchawi. Sisi ndio tunasema habari ya uchawi, lakini serikali haijui. Kwa hiyo mjumbe ataenda kama mjumbe, mama ongea naye na atarudi kukuletea, kwa sababu hayajakukuta. Laiti ingekukuta yeye ndio ungejua uchungu wake mama. Ndugu yangu unajua haongei, hafanyi kitu chochote. Alafu unaniambia serikali haijui uchawi. Hata kama wanazungumzia uchawi, yani wanakuja tu kuzungumzia kuyaweka sawa, lakini serikali haijui uchawi mwanangu. Mama, unaongea kwa sababu hajakukuta wewe mama. Mpaka unaniita mama. Mengi mwanangu nimeyapitia, sio mimi nafurahia mdogo wako kuugua. Wewe tangulia nyumbani. Atakwenda kuongea naye, alafu atakuja kwako. Anashindwa kuelewa kabisa yani. Mume wangu haya makubwa. Mume wangu. Unafanya nini? Tatizo gani umekuta? Pale unafanya nini? Hebu twende ndani. Hebu niache. Unavuta bangi. Mimi navuta bangi mwanangu. Umeficha nini bwana? Twende chini. Twende chini. Begu. Nimekwambia bwana naenda. Wewe Begu vipi? Begu vipi mwanangu? Tulia. Sasa makelele. Natulia vizuri tu. Tulia. Natulia baba. Jamani mwanangu sio sawa. Mwanangu hayuko sawa jamani. Natulia. Natulia baba. Baba. Mwanangu hayuko sawa. Okay. Kama Matotola. Maana tulichokiongea ndani hujanielewa. Matotola ni mchawi, ni mshirikina mkubwa. Wewe mwenyewe unajua. Kisha kwambia kwamba tatizo lote ni kwa sababu unafikiri nani atakuta shida kama si mimi. Mimi
ndio nitakayehangaika mume wangu. Kwa hilo mke wangu haiwezekani, kwa sababu serikali inaanzia chini. Mimi ni mjumbe, ninafanya kazi kwa ajili ya wananchi, lazima nifanyie kazi hili jambo. Sawa, lakini serikali haijui swala la uchawi mume wangu. Wewe umechaguliwa kwa ajili ya kusuluhisha tu kesi za watu, ugomvi, sijui nini, masuala mengine, lakini sio kwenye uchawi mume wangu. Itakupata jambo kubwa. Mimi ndio nitakayehangaika, si wewe. Ni wewe basi. Kwa hilo haiwezekani. Na mume wangu. Kwa hilo mke wangu haiwezekani. Niacheni kaifanyie kazi ili ya hatima yake. Afadhali mjumbe. Ndio. Yaani yule mtoto yule wa dadangu yule mpango unafahamu? Yaani amempiga kimwesha hatari sana mwanangu. Bwana wewe. Ya kaba. Na mwana mtoto maliwaliwe mwana anaongea ananiambia mazoezi ya kijeshi chini juu. Mimi nikitaka kunipiga baba nikatoka ndio nakimbia hapa. Sasa bwana, nikutana na mpwa wako. Yeye huyo. Naye anazungumza wewe mchawi. Mimi mchawi. Unaona sasa Mimi mchawi. Anavyodai. Mimi. Sasa bwana, tuache mambo hayo. Ndio. Mimi sitaki uhasama, muwe na uhasama. Tuongozane mpaka nyumbani tukamaliza hii kesi. Basi haina shida. Yeye yuko nyumbani huko. Yuko nyumbani? Basi twende. Twende. Mchawi mkubwa wewe. Mjomba, ndugu yangu kimkuta jambo lolote, wallahi wa bilahi, tutauana kweli. Tunu, usimshirikishe Mungu kinafiki. Yaani unamtaja Mwenyezi Mungu ni mali tu kuonekana kufanya chochote kinachoendelea. Mimi ni mtu mzima na nina akili timamu. Ili kutaka haya yaishi, naomba mlopoe mwanangu. Kinyume na hapo, Tunu utakuja kuniona mbaya. Hii ndio kusaidia kucheza, unataka mpaka kijinga hapa. Nisikilize kwa makini. Ndio. Nimekuja kusuluhisha hapa. Sawa, shida nini? Sasa unisikilize kwa makini. Bwana mjumbe na nyuma sana. Uchawi. Hebu tusikilizane. Katika watu wengi, polisi utamgundua kwa mavazi yake. Sawa. Lakini katika watu 30, huwezi kumgundua mchawi. Sijui maana gani. Mimi hapa namjua mchawi nani. Tusipapate pepese. Tu mchawi. Mchawi? Mchawi. Basi mchawi ni wewe. Mjumbe, inafikia tu naungana na wewe unari. Mimi sio mtoto mdogo. Najua kinachoendelea. Ni sawa sana kupata samaki. Hata mpo wangu magamba akimkia, weka zangu mbandua. Najua ndio jinsi ya kuzungumza vitu kama hivyo. Mjomba unasema nini? Mjomba. Unababaka mimi ndio unamuka. Mdogo wangu unakulipiga. Unataka kulipiga? Mjomba unasemaje? Mbona anakuja kusaranguzia Jamani, hebu tafadhali kwanza. Unakuja shida mimi. Jamani, mbele ya serikali hapa. Mimi najua ni serikali. Unakuja shida huyo. Unakuja vipi? Bado unaona toshi na maana unakumbeta unakuja upande huo. Yaani mjumbe anafanya hivi nini? Sasa mimi nataka kuonesha kila kitu kinawezekana. Atuonesha kitu gani bwana?